hatutaweza kukubali kuingia katika mikumbo ya aina yoyote ambayo kimsingi inaweza ikaenda kuhatarisha amani katika jamii yetu. Lakini pia hatutaweza kukubali kuwa ni miongoni mwa watu ambao kimsingi tutaweza kutumika kwa kundi la mtu mmoja, kwa kundi la watu wawili, au kwa kundi la zaidi ya watu kwa ajili ya kuweza kuondoa amani, au kwa ajili ya kwenda kuleta changamoto yote katika jamii yetu au katika taifa letu. Na baada yake sasa sisi kama Tanzania tutazidi kubaki katika misingi ya kudumisha amani, umoja, upendo na mshikamano. Ninaamini katika rai yetu kwa kila mmoja, kwa kila nafasi yake ambayo nayo popote alipo, hakikishe kwamba wimbo wa amani, wimbo wa upendo, wimbo mmoja na mshikamano ambao kimsingi utazidi kuwa ni salama salimini katika eneo letu la kazi. Lakini nje na hapa katika nafasi hiyo nichukue nafasi sana ya kuzidi kushukuru na kuwashukuru pia viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao kimsingi wamekuwa kitimiza wajibu wao kwa kile ambacho kimsingi inabidi kuwafanya, ambapo kupitia nafasi hiyo kumweza leo kutupelekea mpaka leo hii tunazungumza katika mazingira haya ni kwa sababu ya jitihada za serikali, ni kwa sababu pia jitihada za mtu mmoja mmoja ambazo kimsingi zimepelekea tuweze kukutana, lakini pia tuko katika mazingira ya amani na utulivu. Tunaamini katika kitendawili ambacho ni kimoja tu ambacho kikiteguka tu kukirudisha ni kazi, ni swala la amani. Amani kitoweka inagharimu sana kuirudisha. Swala amani si swala la mchezo, swala amani si swala la kisiasa, wala swala amani si swala la kulijaribu kwamba hebu tujaribu tuone matokeo yake yatakuwa ni wapi. Badala yake sasa tujifunze kwa mataifa ambayo kimsingi ni mengine ambayo kimsingi wanatoka katika mataifa yao wanakimbilia katika nchi yetu. Sisi nchi yetu imekuwa kipokea watu ambao kimsingi ni wahanga ambao wamepata machafuko katika mataifa yao. Sisi hatujazoea wala haijatokea taifa letu likakimbilia katika nchi jirani kwenda kuomba hifadhi. Kwa tunaamini kupitia nafasi ambayo kimsingi tumeweza kuaminiwa na mataifa mbalimbali kwa sababu ya amani. Kwa kama tunaamini swala la amani ndio linalopelekea katika taifa letu kuingiza watalii, swala la amani linapeleka katika taifa letu kuendelea, swala la amani linapeleka katika taifa letu kisha kwamba linasonga mbele katika jitihada za kimaendeleo, basi tusiweze kujaribu kuondoa amani katika eneo letu la kazi. Kwa kila mmoja afahamu amani ni nini, nchi ni nini na maisha. Kwa sababu hakuna kitachoendelea nje ya amani. Umejenga nyumba au utaishi kwa amani. Una gari ya kutembelea, mafuta utapata wapi? Una duka lako zuri, mtaji wako mzuri, utauza nini na utamuuzia nani? Kwa mwisho wa siku lazima tutambue kwamba msingi wa amani uko hivyo. Tunaamini hatuwezi kujihusisha na hayo makundi, lakini pili hatuwezi kutumika vibaya kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa ama sio kisiasa. Kwa hivyo rai yangu kwa madereva, tuachane na makundi yasiyokuwa na sababu za msingi. Sisi ni vijana, tuna kesho yetu kubwa zaidi ya leo. Tufanye kazi hizo halali, tupate kipato chetu kilicho halali. Haya masuala mengine ya vurugu, maandamano sio kwa na maana, nafikiri hayatusaidii chochote.